Hebu angalia. Hivi umefundwa wewe? Umefundwa? Mwanamke gani anapika akaacha jiko namna hii? Hau ni waulize majirani. Jamani majirani, nani anapika majirani akaacha jiko namna hii? We mbwa, umepika chai au umepika sumu? Yaani mwanamke mzima uliolewa, umekaa jikoni huko, ukatengeneza vichai vyeusi vimekuja hapa. Kama unataka kunitoa mimba au unataka kunitoa kizazi wewe? Hapana mama mkwe, wala sijafanya kusudi. Ni mkono tu uliteleza. Naomba nisamehe. Umesemaje? Umesemaje hapo mimi nani? Mama mkwe. Koma! Mtoto koma kike na viungo ufunike. Tena shika adabu yako. Hivyo ukijiangalia sasa una uwezo kuniita mimi mama mkwe. Nimeshakwambia. Hii familia ulioingia hata ufanani. Hivi kujitathmini kabisa wewe kwamba mama mkwe wako mimi? Yaani hata ufanani katika hii familia mimi sikutaki. Tena sikutaki kabisa. Nini unang'ang'ania? Mbona king'ang'anizi sana wewe mtoto? Hebu nenda kwenu, sikutaki. Lakini mama. Lakini nini? Lakini nini? Nimeshakwambia mimi sikutaki. Toka nenda kwenu bwana wewe. Mama, ni nini kimemfanyia mtoto wa watu? Mama yangu, hivi kwa nini unashukrani kidogo? Afanye nini mtoto wa watu huyu? Anakufanyia kila kitu, lakini wewe uliziki. Hivi kwa nini mama? Mapombe. Kumbe wewe ni kipofu Una macho lakini hata uoni Tambua kwamba huyu mwanamke sio hadhi ya familia yetu. Basi ujiulize basi. Tangia umemuoa huyu mwanamke kimebadilika nini? Ulikuwa na gengi kubwa lililojaa mtaani kote mapombe. Yaani kila kitu kipo gengeni kwako. Lakini wapi? Sasa hivi kila kitu kimeshuka. Yaani kitu kimoja gengeni, kitunguu kimoja, sijui nyanya pale, yaani kila kitu kimoja. Genge limeshuka kabisa. Yaani ukiona limejaza basi hizo ndevu zako. Mwanangu, huyu mwanamke familia yake ina mikosi. Au unataka niandike makosa yake ambayo anayafanya ili we ukirudi uyasome? Si ndio hivyo? Mama, tambua huyu ni mke wangu. Tena nampenda sana, zaidi ya sana. Alafu, kuhusiana genge, hiyo ni swala la maisha tu. Na ni nyakati tu za maisha. Zinakuja na kupotea. Sasa basi, hii tabia ya kumsema mtoto wa watu, mimi sipendi. Ya kumnyanyasa, ya kumsononga, mimi sihitaji. Mama, tambua huyu ni mke wangu na ninampenda sana. Kwa hiyo basi, sihitaji uniingilie kwenye maamuzi yangu. Tena sitaki. Vizuri sana Mapombe. Kwa hiyo, huyu mwanamke ni bora kuliko mimi. Na kuuliza, huyu mwanamke ni bora kuliko mimi? Kumbuka mimi ni mama yako. Nimekutoa tumboni miezi 9. Na akili zako zote hizo, mimi ndio mama yako mzazi. Sasa, ninachokuambia, mimi simtaki huyu mwanamke. Achana naye na ukatafute mwanamke mwingine. Na sio mwingine tu, bali yule ninayemtaka mimi, yani chaguo langu. Umesikia we? Na kama una mama yako mwingine, basi utafanya hivyo unavyotaka wewe. Na kama mimi ndio mama yako, utafanya vile ninavyotaka mimi. Na kama hutaki, basi kuanzia leo mimi sio mama yako. Na usitaje neno mama katika mdomo wako maisha. Pumbavu.
Rafiki yangu Mapombe, mbona kama hauna raha kabisa? Kuna shida gani? Yaani kiukweli ndugu yangu Mwandola, hata sijui nianze vipi kukusimulia. Kiukweli maisha yangu yamebadilika sana. Napitia wakati mgumu sijawahi kuona. Wakati mgumu? Una tatizo gani? Mwandola, siku ya jana nimerudi nyumbani. Huwezi kuamini, nimemkuta mama amemfukuza mke wangu. Mbaya zaidi, bila ridhaa yangu, amechukua maamuzi yeye mwenyewe. Cha ajabu sasa, maneno mama alioniambia, wewe acha tu ndugu yangu. Mama ameniambia nikimrudia yule mwanamke basi nifute kabisa akilini mwangu kwa katika ya maisha nimewahi kuwa na mama. Nijue kabisa sijawahi kuwa na mama. Jina la mama nilifute maishani mwangu. Hakuna mtu ambaye nimemuita mama. Sasa kwa wakati kama unaopitia, unafikiri mimi nafanyaje? Mapombe, hakuna lazi mbaya kama ya mama. Na kwenye hii dunia, ndugu pekee ni mama. Mimi nadhani ungemsikiliza mama, kwa sababu huenda huyo mke wako kuna vitu huwa anamfanyia mama huko nyumbani wakati wewe upo huko. Kwa sababu mama ni mtu mzima na ana akili. Hawezi kukurupuka tu na kuanza kukuambia hivyo. Kwa hiyo wewe ndio inabidi upime kati ya nyanya au sabuni, ni kipi ambacho kinawahi kuoza. Mimi nadhani ungemsikiliza mama. Mapombe, na usichokijua kwenye hii dunia, kuna wanawake wengi sana. Yaani ukimwacha huyu unaweza ukampata huyu na maisha yakaendelea. Lakini ukimpoteza mama, huwezi kumpata mama mwingine tena. Na kushauri Mapombe, fuata anachotaka mama yako au uache ujikute unaokota mkopo. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila Mwandola, katika maisha bora ukosee vitu vyote, lakini usikosee kuoa. Maana ukikosea kuoa, maisha yako yote yameharibika. Na mimi sihitaji hilo litokee katika maisha yangu. Mimi nadhani maamuzi yako kwako Mapombe. Huu ulikuwa ni ushauri tu. Kwa hiyo unaweza ukachagua kunyoa au kusuka. Usijali rafiki yangu, tafanyia kazi ushauri wako. Karibuni jamani. Karibu jamani, yani leo. Sikia mama. Marahaba, ujambo? Si jambo. Jamani, Mapombe. Na mama. Yani mwanangu, katika siku ambayo umeweza kunifurahisha katika dunia hii, basi leo umeniletea mamba huyu hapa. Maana ikichoma ndio nilikuwa nakipenda mimi sana. Mapombe. Karibu mama. Mama mkwe. Hapa ndipo nyumbani kwako. Karibu sana. Mama mkwe, karibu ndani. Karibu sana. Hapa ndipo nyumbani kwako. Karibu sana. Mama, nipo ndani. Haya mwanangu. Mwanangu, yani huyu ndio mkwe wangu kabisa, ambaye yule mkwe ambaye mimi nilikuwa namtaka.
Maana sasa hivi ninakula chakula kinapita tu rohoni shuu, yani kinateleza tu, hakina hata mikwaruzo. Ningeyapata wapi mimi haya kunawishwa maji? Yaani kiukweli mama, nianze tu kukuomba msamaha kwa kuwa mkaidi kwako. Yaani mimi mwenyewe sasa hivi naanza kuenjoy. Yaani nakuna kabisa, nakula pepo ya nchi. Maana huyo mtoto fundi. Mtoto anajua. Tunajua kubembeleza. Tunajua kuhendo. Kunaisha na maji. Hizi mama nizipate wapi mimi? Yule lini ajua hata kidogo kumkea mwanaume. Yaani lipo kama gogo. Gogo si gogo, mamba si mamba. Yaani vituko vitupu mamangu. Ila kwa huyu mtoto Sauda huyu, mama na enjoy. Nakula pepo ya nchi. Yaani najilia vitu vyangu. Nina vitu vyangu vya kuzando zando. Wewe acha tu mamangu. Sasa mwanangu, kwanza ni ukubali msamaha wako ulioniomba. Maana ni kama nisipokubali sitakuwa na shukrani kabisa. Yaani nitakosa shukrani kwako. Nimeukubali msamaha wako na mimi nimekusamehe. Lakini vile vile mwanangu utambue kuwa isiyo kongwe haivushi. Nina maana mimi nimeanza kuliona jua kabla yako wewe. Sababu namjua mzuri na mbaya. Kwa hiyo mwanangu, wewe jiandae tu kula mema ya nchi. Maana raha ndio kwanza zinakuja. Baba wala mimi nani sasa mamangu hapo nipinge? Mimi nani kwako? Mamangu kipenzi, mwanao kipenzi, nipinge mimi nani mama? Yaani mamangu sasa hivi nimelamba dume. Nimelamba dume. Yaani mwanamke anukia kama walidi, muda wowote anukia. Alafu sasa mama usichokijua, sikwambii vya ndani hivyo. Jamani. Hii kiboko leo. Yaani mtoto wa kike hajaamka mpaka saa hizi. Vyombo vichafu, chai hana, hapo chini ndio pajadikiwa. Yaani pananuka hivi hivi. Hivi alijui yule. Alijui vizuri wewe. Alijui. Oh, mamkwe. Vipi mwanangu? Mbona umelala mpaka saa hizi? Unaumwa? Siumwi. Nimemwacha kupumzika. Zika? Kwani kuna tatizo? Wewe tatizo ulio? Saa hizi inakaribia karibu saa 5. Wewe mtoto wa kike umelala tu, tena uliolewa. Nyumba chafu, vyombo vichafu, tena hata chai hujapika. Na sijui chakula cha mchana tutakula saa ngapi. Mama, kwanza mati ni mdomo. Yaani ongea kwa short distance. Usitatariki kama umeendea jinsi. Upo? Mmoja tatu haribieni siku mama. Unasemaje wewe mtoto? Nasema hivi, mamkwe. Hivi, nilikuja kuolewa na mapombe au nimekuja kuwa kijakazi wa hii nyumba yako? Yaani umeenda jikoni, sijui umekuta vyombo vichafu, sijui nyumba haijafanywa usafi, sijui chai hakuna. Kwani wewe si mwanamke? Huna mikono? Umeshindwa kuosha hivyo vyombo? Au lile jiko la gesi nimeleka chumbani kwangu kwamba umeshindwa kuchemsha chai? Mbona sikuelewi mamkwe? Vipi umechanganyikiwa?
unajiamini sana. Unajua wewe usiniongeleshe mimi namna hiyo. Kwani umepatwa na nini leo? Au una malaria anapanda kichwani? Maana naona hauna hata adabu. Mama, hakuna cha malaria wala UTI mambo. Yaani niko fiti. Na nimetimia. Ila tu naomba nisikize kwa makini. Next time sitaki uje ugonge mlango wangu kwa upuzi wako. Yaani uje unigongee tu kuniamsha kwa sababu ya upuzi. Wewe. Alafu nataka nipumzike kidogo. Nataka nikiamka nikute chakula tayari mambo. Kwa sababu kuna sehemu nataka niende. Bye. Ukistaajabu ya Musa, kweli utayaona ya Firauni. Mama yangu kipenzi wewe. Mimi mama. Ama kweli kila mtu anamjua. Yaani kama mama yangu umeamua kuingia jikoni mwenyewe kumsaidia mkuu wako kazi. Hongera sana mama yangu kwa upendo wako nao jua mkweo. Asante sana. Nimeona leo mimi nimsaidie mkwe wangu. Maana hajisikii vizuri kwa kweli. Ni lazima tupumzishe mtoto wa watu. Unajua mwanangu, huyu mke wako ana heshima, ana tabia nzuri sana, na tena anafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo mimi hata sina kidogo na ngoja tu nimsaidie bwana. Nani apinge mimi? Mamangu kipenzi. Yaani mamangu uko barabara. Ni kweli unachokisema. Yaani Sauda ni mwanamke mzuri sana. Ni mwanamke mwenye upendo wa hali ya juu. Yaani najuta hata kwa nini nimechelewa kumjua. Yaani kama ningemjua kitambo. Sasa niko mbali kimaendeleo mama yangu. Maana nikiwa naye ndani ananishauri vitu vizuri sana. Najuta kabisa kuchelewa kumjua yule mwanamke mamangu. Hana upendo, hananipenda, hananijali. Mpaka yeye mamangu pia anakusamini sana. Maana kila siku anakuongelea. Sasa babangu ninachokuomba, usiende huko chumbani. Kaenda ukamsumbua. Maana amemeza dawa sasa hivi. Mwache apumzike. Mimi? Mamangu kipenzi mimi mwanao. Nikupinge wewe. Mimi nani mama yangu jamani? Nimekuelewa mamangu. Nenda ndani, natoa mzigo wangu, natulia. Nijilie pepo yangu ya nchi. Baadaye mamangu. Ukae sebuleni hapo nimeshakwambia usimsumbue. Baadaye. We Sauda. Mwanangu, mbona unanipita tu kama unione? Unashindwa hata kunisalimia? Unajua mwanangu, ulipokuja katika hii nyumba ulinipenda sana, ulinijali na kuniheshimu.
Sasa leo nini kimekupata mkwe wangu? Mamkwe, maisha ndio yamenibadilisha. Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Oh. Nilisahau. Ubongo wako mzito. Ndio maana hauna uwezo kuchanganua mambo. Unajua wewe, sasa unaanza kunipanda kichwani. Unavyoona mimi na kunyamazia, si ndio? Lakini tambua hii nyumba ni ya mwanangu. Na wewe ni mwanamke tu ulioolewa, umeletwa tu hapa kama mzigo wa kuni. Sasa tambua, alikuwepo mwenzio hapa. Yalimshinda na ameondoka. Sasa vile vile na wewe, yakikushinda mama, utaondoka kama alivyoondoka mwenzio. Sasa inakupasa uzichange karata zako vizuri sana. Umejifurahisha sana Ikize. Sasa nani nimekuambia kwamba hii nyumba sio mtoto wako? Najua hii nyumba ni Mapombe, lakini ulichokisahau, mimi ni Mrs. Mapombe, tena mke halali wa ndoa. Kwa hiyo hapa ni nyumbani kwangu, na mimi nina mamlaka ya kutamba kupita ninavyotaka, nisalimie au nisisalimie. Halafu wewe bibi, hivi umeachika kwenye ndoa yako Maana umeshindwa kutulia kwako, umekuja hapa kutubanabana, tunashindwa kupumua nikipita na uzo maswali. Hebu katulie na mumeo, tuache tupumue. Alafu nilisahau. Hebu jiulize vizuri. Kati ya mimi na wewe, mimi Mrs. Mapombe, nani ambaye ule mlango pale utamgusu? Yaani nani atakayeondoka kati yangu mimi na wewe? Kumbuka Mapombe ni mume wangu. Nalala naye usiku, mchana, muda wote nautaka. Kwa hiyo nina lolote la kuzungumza kwa Mapombe kwa staili yoyote ninayotaka mimi. Alafu ukae kwa kupumua. Tena pumzi ikushuke vizuri. Wewe Kizee, ule mlango ule unavyoona, aliondoka yule mwanamke wa kwanza. Anefuata utaondoka wewe Bibi Kizee, na sio mimi sawa. Upo? Kwa hiyo huyu mama alifanya machino. Kwa hiyo anataka mimi nije nioshe vyombo, nimpikie. Kwa sababu mimi niko housegirl wake. Sasa ngoja nimuonyeshe kwamba mimi ni mtoto wa mjini. Mume wangu, naomba uje nyumbani, kuna matatizo. Please mume wangu, naomba uje sasa hivi. Ndio. Shikamoo mkwe. Kuwa na wewe upate yako kama mali. Hivi, Aileen, yaani umelala tuko mpaka nikuite ndio umekuja, si ndio? Hebu angalia. Hivi umefundwa wewe? Umefundwa? Mwanamke gani anapika akaacha nyiko namna hii? Hau ni waulize majirani. Jamani majirani, nani anapika majirani akaacha nyiko namna hii?
Jibu utapata huko. Sasa nisikilize. Hivi vyombo vichafu hujaosha, chai haujapika, unategemea upike saa ngapi? Samani mamkwe, leo kichwa kinaniuma sana, ndio maana nimechelewa kuamka. Ila kuhusu chai na kuosha vyombo, naomba unipe tu dakika chache, itakuwa tayari. Nikupe dakika chache tu. Ulivyokuwa unalala mpaka nimekuita ndio unakuja. Kama nisingekuita ningekupa dakika ngapi? Wewe hauumwi, isipokuwa wewe mvivu. Tena wagonjwa, nikwambia wagonjwa, Mwimbili huko, tena odi ya Mwaisela ndio wako tabani kule. Na wengine wako Mloganzila. Ina maana wameshindikana hapo Mwimbili. Wewe unaumwa nini wewe? Au vivu tu umekuja mpuzi mmoja wewe? Unalala tu. Ulichangia mchanga hii nyumba. Wewe, kama kwenu hujafundwa, usitake mimi niwe kungu yako, umesikia wewe? Yaani sikupendi, sikutamani. Yaani uninogei kwa lugha ya kwetu, yaani sikupendi kabisa. Kwa sababu wewe sio chaguo langu. Umeelewa? Sio chaguo langu. Mimi mwenyewe ndani ya nafsi kuna chaguo langu. Ila watoto wa siku hizi hawaelewi. Ndio maana wameenda kuchukua hii shepu ya Mloganzila wakaacha shepu asili. Sasa wewe inakuhusu kuondoka hapa ndani, maana huna maana yoyote kwangu mimi. Wewe upo tu kama mishale ya saa, tena saa 7 kasorobo. Mbele hakuchezi, nyuma hakutikisiki, basi uko tafalani mpumbavu mmoja. Yaani nakutabani nikukamate, nikutafune mpumbavu mmoja wewe. Sahau. Hebu jiulize vizuri. Kati ya mimi na wewe, ni mimi Sezima Pombe, nani ambaye ule mlango pale utamgusu? Yaani nani atakayeondoka kati yangu mimi na wewe? Wewe kibibi. Hivi umekaa tu kwenye makochi, unajua bei yake? Yaani umekaa umerelax kabisa. Vyombo vichafu, hujapika. Unategemea nini nipike? Unafahamu mimi usijali wako? Kwa hiyo mimi nimechoka, nirudi nipike. Hivi unajielewa kwa wewe mamkwe? Sinaongea na wewe. Mama. Mimi sipiki. Naomba uende ukanipikie nile chakula, nimechoka. Nimechoka kila siku kufanya kazi humu ndani. Hivi wewe unavyoniona kimya unataka kunipanda kichwani, si ndio? Bei ya makochi haya hata mjomba kwa ajui bei ya makochi. Wewe umeletwa tu hapa kama mzigo wa kuni na haya makochi umeyakuta. Sasa hivi kisembwele juu bei ya makochi unajua wewe? Wewe unajua? Mamkwe, nadhani unifahamu vizuri. Naitwa Sauda. Nakuambiaje? Hii nyumba umeichoka. Kwanza wewe kibibi. Kwani hujakaa kule kijijini? Ukalima, ukatunza wajukuu. Umekuja hapa mjini kutuga sigasi. Yaani unanibana nashindwa kupumua kwenye nyumba ya mume wangu. Naomba mama, kapike, nataka nile. Leo ni zamu yako, nimechoka. Humu ndani kapangiana zamu. Ikitoka zamu yangu, zamu yako. Nasemaje mama, nataka chakula. Nataka kupika chakula nile, nimechoka kukupikia kila siku. Ndio. Sasa kama unataka chakula, utakikuta kwenu. Moja. Nini? Nakwambia Afadhali Mapombe umekuja mwanangu. Huyo sio mwanamke. Ni mbwa mwitu aliyejivisha ngozi ya kondoo. Tena sio mwanamke kabisa, huyo mpe talaka aende kwao. Huyo ni shetani. Hivi wewe ni mama yangu kweli? Tani mama yangu wa kunizaa? Yaani ndaisikia hata aibu kusimama mbele za watu kutangaza kuwa wewe ni mama yangu. Ni mama gani usikuwa na fadhila? Ni mama gani usikuwa na haya? Huyu binti wa watu amekosea nini wewe? Mapombe, kama unataka kujua majibu ya maswali yako,
Mpatie huyo talaka mwana haramu aondoke aende kwao. Sitaki kumuona mbele ya macho yangu. Sasa ndio naamini kuwa wewe sio mama yangu. Maana mama wewe unabadilika kama kinyonga. Kila siku rangi tofauti tofauti. Kwa nini uko hivi lakini? Sasa naomba nisikilize. Ingia ndani, chukua begi yako na utoke nyumbani kwangu. Unasemaje Mapombe? Kama ulivyosikia ndivyo utekeleze. Siwezi kuishi na mama kama wewe. Ingia ndani. Basi mke wangu. Nyamaza kwa sawa. Tunasema mama. Mama anaweza kuwa kama wewe? Wewe mama au mchawi wewe? Unasemaje Mapombe? Mimi ni mchawi? Ndiyo. Wewe ni mchawi. Tena unaloga kila siku. Maana nimefanya kila unachokitaka, lakini wewe uliziki. Mara ya kwanza umesema nifukuze mke wangu Elini. Kweli nikakusikiza na nikamfukuza. Na Elini akaondoka katika maisha yangu. Ukasema ni muoe mwanamke ambaye wewe unamtaka. Ni huyu hapa sasa hivi. Nimemuoa. Lakini cha ajabu unanyanyua mkono wako na kumpiga mke wangu. Mama, kwa nini uliziki? Na ndio maana nasema wewe ni mchawi. Tena unaniloga. Toka nyumbani kwangu. Asante sana mwanangu. Mimi ni mchawi leo. Kumbuka, nimekuweka tumboni miezi 9. Tena nimekuzaa kwa operation. Halafu leo mimi ni mchawi. Mapombe, bila shaka huyo mwanamke amekuloga. Ameniloga? Au wewe ndo unaniloga? Toka nyumbani kwangu, mchawi mkubwa wewe. Naomba nisikilize. Nenda nyumbani Ikwilili. Sawa? Ukitaka mahitaji yoyote, naomba nipigie simu, mimi nitakuletea. Na nikipenda nitafanya. Na sipopenda siwezi kufanya jambo lolote lile. Naomba usinisumbue. Maana nilifanya kila kitu juu yako, lakini uliziki. Nenda. Kigagu la mkubwa wewe. Mchawi mwanga unayepaa na ungo wewe juu. Chini wangu. Ukimsamehe tu mama, tushine hapa. Huko naenda kijijini tena kuteseka sana. Siwezi kuishi na mama kama yule ndani kwangu. Nimemchoka mke wangu. Haiwezekani nafanya kila kitu juu yake, lakini yaoni. Mtazama. Amekuumiza. Mwache aende. Na sisi tuishi huru. Sawa yangu. Mimi siwezi kupenda. Unasema wewe ni mfuasi. Mimi ni mfuasi wako. Pole mke wangu.